Leo hata kutendeke namna gani, sisi tutaamini. Umejidhihirisha miaka nenda rudi. Alasiri ya leo Bwana jidhihirishe tena. Tunafungua mioyo yetu, tunafungua nafsi zetu, tunakukaribisha wewe, mfalme wa wafalme, uingie katika nafsi zetu upya. Alasiri ya leo nimeomba haya machache katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kaeni chini. Asanteni sana kwaya kwa kuimba wimbo huo ambao ni wa karibu sana kwa nafsi yangu. Nilielezwa kwamba nitazungumzia mapasta, na nilisema kwamba kama ni mapasta, neno ambalo nitawapatia sio soft, nitawapatia neno hard, ngumu, ambayo itaweza kujenga imani yao, kwa sababu ndio nimejengeka namna hiyo. Na wasalimia katika jina la Yesu Kristo, Bwana mfalme wa wafalme. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nina furaha kubwa kuwa katika kanisa hili. Tangu niingie kanisa hili, kama sijui ni wiki 2 ama 3 zilizopita, nimependa sana huyu pastor wenu Kiju. Yani, pastor, I don't know how to put it. If there is strong love a man can have for a man of God, I have it for you. And I'm sincere about it. Mungu ambaye alianzisha kitu ndani yako inakidhihirisha waziwazi. Nilikuja nikapata neno, nikapata worship, nikajengeka vile nilikuwa sijajengeka kwa muda mrefu. Kwa hivyo Mungu akubariki sana, mtumishi wa Mungu. Msione maajabu ninaposimama hapa kuhubiri. Msione maajabu kabisa. Mimi nimekuwa mhubiri kwa muda mrefu. Tangu niapishwe nikiwa DO, nilitumwa na mama yangu akaniambia kukaendaja hapa. Yani ukienda pale, kijana yangu, kitu cha kwanza ni ushuhuda wako. Na nikafika kwa DC nikamwambia Bwana ni Mwokozi na mfalme katika maisha yangu. Akashtuka kabisa, akasema enda kafanye kazi ya serikali, na kama umeitwa kweli basi hubiri. Kwa hivyo nikawa siwezi kuficha ushuhuda wangu. Tayari umetoka. Akienda mahali kokote anasema huyu ni DO na pia ameokoka. Bwana Yesu ni Mwokozi wa maisha yake. Huyu ni pastor. Nikachukua tu namna hiyo na nikatembea na hicho kibali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimehubiri hata kanisa la Katoliko. You'll be surprised, Apostle. Hata kanisa la Katoliko limefungua madhabahu yao. Nilikuwa na rafiki yangu aliitwa Bishop Cornelius Korir. Ameenda kwa wakati huu. Lakini alinipenda nikiwa kijana Tinderet, akanishika mkono, tukawa tunatembea akienda mahali ananikaribisha. So mwishoe nilipotumwa kama DC wa Keio, nikakutana na Father Kigen. Akaniambia, ninahisi kuna kitu ndani yako ambacho ni tofauti. Wewe sio mtu wa kawaida. Utawala wako unakaa vingine. So ukuje kwa kanisa yangu. Nikaingia kanisa lile, nikatoa ushuhuda. Mara ya pili waliponikaribisha, walisema unakuja kuhubiri kama wewe Apostle tu vile. Yametimia yale. Nikaenda kupeana homily kwa kanisa la Roman Catholic Church. Father Kigen akampigia Cornelius Korir, alikuwa ndio bishop wa Eldoret kwa wakati huo. Akamwelezea, mimi niko na DC anakuja na nimefungua madhabahu aje ahubiri hapa. Unaonaje bishop? Akamuuliza ni mtu gani? Akataja Shadrach Mwadime. Akasema ni sawa. Huyo mtu kama ni Muanglikana ama sio Muanglikana, aingie ahubiri neno. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimehubiri makanisa tofauti. Hata AIC nimeingia, makanisa tofauti ya Katoliko, Full Gospel, PEFA ya babu yangu niloeleza juzi, Mzee Shadrach Mwangolo, ambaye alikuwa pastor wa PEFA kwa miaka mingi mpaka mwisho wake, na kusimama imara katika imani yake.
na ndio hiyo imani nimeshikilia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mapasta, nimekuja kuwapatia neno. Tafadhali msinichape baadaye, manake ni neno ambalo Mungu amenipatia. Nilitoe tu vile lilivyo na mulikubali vile lilivyo, kwa sababu ni neno la nani? La Mwenyezi Mungu. Mulishike vile lilivyo. Baba yangu pia alikuwa kuhani. Reverend Jefferson Mwadime alifanya kazi ya ukuhani Anglican Church paka karitaya akiwa provost wa Mombasa Memorial Cathedral. Na kama unavyofahamu, kwa kanisa la Anglikana, Cathedral ndo lile kanisa kubwa kwa diocese mzima. Yaani mahali apostle ama bishop anakaa, ndo lile kanisa baba yangu alikuwa anasimamia. Lakini alikuwa ni mtu wa imani thabiti sana. Umesikia ukitaja hapa kwamba ni vyema uchunge wazazi wako mpaka uzee wao, utapata baraka nyingi. Ni kweli, na mimi nilimshikilia baba, nilimpenda sana na nikamshikilia mpaka siku zake za mwisho, na hata na mimi akanibariki. Lakini kwa sababu nilikuwa nimempenda sana na tulikuwa tumetembea pamoja naye sana, pia alikuwa rafiki yangu. Kwa hivyo anapopata zile majaribu kidogo za kanisa ambazo ni za kawaida kwa mchungaji, and I'm happy, I'm talking to pastors and people who are well established on the word of God, people who are founded on the word of God, people who have been commissioned and anointed by God. Listen to me, men of God, because I know it is not easy. That ministry is not an easy one. It is a unique ministry that demands that you get anointed on a daily basis. Bwana asifiwe. Siku moja baba yangu akiwa provost anasimamia kanisa ya zaidi ya watu 1,000 na zaidi pia makanisa mengine madogo madogo ambayo yalikuwa chini ya parish yake. Nikamuona anakaa kusikitika sana, amevunjika moyoni. Nikamwambia, dadi, kwani iko namna gani? Sio unajua tunaketi na kuongea mambo haya ya hata Ukristo wetu, kwa sababu baba yangu alipenda kuniita, hata akiandika barua anamaliza anasema your loving father and brother in Christ. Bwana asifiwe. Yaani mimi ni baba yako kimwili, lakini ni ndugu yako katika Ukristo. Bwana asifiwe. So baba akaniambia, nilipoketi na yeye chini, akaniambia kuna kitu limenihuzunisha kidogo. Yeye alikuwa na ugonjwa wa sukari. My father was diabetic. Sasa Mkristo mmoja akaja akakaa na yeye, akamwambia, wewe ni provost, unasimamia watu zaidi ya 1,000 na kuwapatia neno kila siku, na wewe ni mgonjwa wa diabetes, wewe ni mgonjwa wa sukari. Kwani huamini huyu Yesu kwamba anaweza kuponya? Itakuwaje unakaa mgonjwa na uko na zaidi ya watu 1,000? Baba yangu akaniambia, ingawaje ameniguza mahali ndani sana, lakini hajajua ushuhuda wangu, nilianza wapi na nimefika wapi hata kwa wakati huu. Ule mwiba ambao nimewekewa, ninajua Kristo akitaka kuutoa, atautoa kwa dakika, sio ati ni masaa, ati ni masiku. Akitaka kuutoa, atautoa hapo hapo. Lakini pia asipotaka, mnanisikia wachungaji, mwabeni sikira, watu wa Mungu, na ndio wimbo huo ambao nilikuwa nataka sana wimbo. Lakini hata kama hatafanya, mimi nitaamini, ya imani yangu haitatingisika. Akifanya, asipofanya, mimi ni thabiti katika Kristo. Bwana asifiwe. Alinijibu namna hiyo, hata mimi nikashtuka. Imani yangu ikaanza kubadilika, kwa sababu nilikuwa nimeamini jinsi ya vile Wakristo wengine wanavyoamini, wale ambao imani yao bado haijakaa sawa sawa, that it has to be good all the time. Hello, I have a message for you. Troubles come, but whether they come or not, what determines whether you are a man of faith is your hope and trust in God, irrespective, iwe ama isiwe. Bwana asifiwe. Mnanielewa?
Na ndio jambo hilo hilo lilimpata Ayubu. Nataka tuangalie Ayubu. Nimeitisha kwamba mmoja wenyu ambao nilimsikia akisoma neno vyema sana aweze kunisomea Ayubu 13 mstari wa 15. Did you inform them, Cynthia? Job chapter 13 verse 15. Just listen to the word of God and be established and well rooted in the word of God. I want to build you up, because as a man of God you will go through difficulties and trials, but I want you to hold on to your faith in God irrespective. Nisomee tafadhali. Tazama, ataniua, sina tumaini. Ndio. Ila hata hivyo, nitaithibitisha njia yangu mbele yake. Ndio. Mmesikia namna hiyo? Hata atakaponiua nitathibitisha. Just go back to again to it. Tazama, ataniua, sina tumaini. Ila hata hivyo, nitaithibitisha njia yangu mbele yake. Ndio. The next one. Hili nalo litakuwa ni wokovu wangu, kwani asiyemcha Mungu hata karibia mbele yake. Bwana asifiwe. Yani Job alikuwa anasema namna hii. Yes, I'm sick. Yes, they have said that kuna vidonda vimenizunguka. My situation is bad. Pengine hata hivi vidonda hivi vinanuka ovyo ovyo. I am not attractive to anybody. Nikikaribia mtu anaona huyu mtu amelaaniwa. I have no way of impressing you. Lakini akasema namna hii, even if I die. I love the English translation. Even if I die, I will trust in the Lord. Bwana asifiwe. Yani hata ifike ni siku ya mwisho, ninauawa sasa, maisha yangu imefika mwisho, I will trust in the Lord. Imani yangu itakuwa thabiti mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Pastors, have you reached that level in your life? Yani umesumbuka na kusukumwa, umefika ukuta, mpaka unajua hakuna jambo lolote lingine ambalo linaweza kutendeka, lakini imani yako inabaki thabiti. Even when I walk on the shadow of the valley of death, you are with me. Yani uko na mimi hapa, na hata ile safari ambayo itakuja baadaye kama nitapatikana na kifo, I will still trust in you. That's the kind of faith a pastor needs to have. Kwa sababu wengine wetu sisi tukiwa waamini tunatetemeka na mambo ambayo yanatukumba kila siku. But that is the kind of faith that you are supposed to have. Vile apostle alivyokuwa anasema hapa, ameanza hana hata pesa ya kuchunga watoto wake, hata chakula hakuna. But Lord, I will trust in you. Utaleta gona ama hutaleta gona, I will trust in you. I will have faith in you, that irrespective of the situation that will face me, I will still have confidence in you. Bwana asifiwe. I just feel like building your faith on this. Bwana asifiwe. These are things that are possible for one who walks diligently with God. One who is unshaken. Imani yake, Ayubu alisema, hata nikiuawa nitakutegemea. Elifaz alifika huko kwake, Bildad alifika na maneno yake na hekima yake, Zofa pia alifika mbele yake. But there is something that the Bible tells us. There was war in the heavenly places. Kuna wakati mwingine unapigana mambo ya dunia hii bila kujua kwamba kuna vita huko kwa mambingu. Bwana asifiwe. Kuna vita vinapiganwa huko juu yako. God knows whatever you are going through, there is a battle going on in the heavenly places, and it is to your advantage. Hakuna mtu yote ambaye anaitwa pastor bila Mwenyezi Mungu kujua huyu amewekwa mafuta. He is special, he is unique, he is a servant of God, his own servant. Bwana asifiwe. So take heart. Take heart, you are not alone. Take heart, my brother, my sister. You are not alone. You are not alone. The heavenly realms are also fighting for you.
You are not fighting a futile, battle. Unapigana vita ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe anakupigania. Hata iweje, hata kuweje, hata kuharibike kiasi gani, mimi imani yangu itakuwa thabiti kwako. Bwana asifiwe. Na kuna wengine pia, watu wa Mungu ambao walisimama vikamilifu. Angalia Danieli 3:16 mpaka 18. Daniel chapter 3 verse 16 to 18. Just listen to what the word of God says. Ndipo Shadraka na Meshaki ndio na Abednego wakajibu, sikizeni, wakamwambia mfalme, na Nebukadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, ndio Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto kabisa, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bwana asifiwe. Yaani kuna watu kweli wametembea dunia hii wakiwa na imani. Great men of God. Yaani umefika kiwango cha mfalme anataka akutupe kwa moto. Umewakishwa mara 4. Na mtu anasema mimi Danieli, nitasimama vyema vile inavyotakikana. Shadrach, Meshach na Abednego, wale wafuasi wake ambao walikuwa wametembea naye, hata ule wakati alikuwa ameingizwa katika shimo la simba, and they could watch and follow him as a disciple, they said we too. Wakamjibu wakamwambia mfalme. Yani kuna mambo yatakufikia wewe ukiwa pastor, itabidi uzijibu mambo hayo. Jambo linafika kwako na inafaa ulijibu. Limekujia na utalijibu. Niliwapatia imani ya babu yangu Shadrach Mwangolo juzi, his testimony, mfano wake. Ameenda, amedungwa shindano, mguu umefaganzi, amejua kwamba hapa ni shetani alikuwa na muandama, amesimama thabiti, amesema liwe liwalo, mimi nitasimama na Mungu miaka yote. Na kwa sababu imani yake ilikuwa thabiti, imani ya jemedari, hata akakataa kuingia hospitali 40 good years without even taking a Panadol, as a way of telling the devil, you will not defeat me, you will not interfere with my mission, you will not interfere with my ministry, I will preach the word of God to my last day. Shadrach, Meshach and Abednego wakasema tutupe, ati ni moto tu, ati ni moto tu. Si tumeona wengine hata wameingizwa kwa moto na wakafa. Si hata sisi tutakufa tu, tutaenda tuwe pamoja na mfalme wetu. Just like what Paul says, to live is Christ, to die is gain. It doesn't matter whether I'm on the face of this world or I'm in the heavenly places. Yule ambaye ananifaa zaidi kuliko yote is Jehovah God himself. Bwana asifiwe. So whether I live here or I die, it's all gain. I'm going to meet with my Savior, that who created me and established me and placed me on the face of this earth. That's the kind of faith that Shadrach, Meshach and Abednego had. Tutupe tu, hata liwe liwapo, tupe, tuingie kwenye moto. And you know what happened? 23 to 26. Na hao watu watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu. Unaona? Ndipo Nebukadneza akafanya nini? Akastaajabu. I just pray whatever you are going through, a testimony will be given concerning you. Kwamba watu wataona kweli pastor amesukumwa amefika ukuta, but wataona maajabu. Bwana asifiwe. Akainuka kwa haraka. Kwa haraka, they will rise and say your Lord is God. Akainuka kwa haraka, akanena, akatoa ushuhuda, akawaambia mawaziri wake, je,
hatukutupa watu watatu ndio hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, ndio kweli, mfalme. Ndio. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4. Ndio. Nao wamefunguliwa. Ndio. Wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara. Hawana dhara. Na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Ndio. Yaani hawana hata dhara. Mnanielewa? Hata ile smoke ambayo inatokana na moto hawaipati. They can't smell any smoke on these 3 people. Yule wa 4 anakaa ni kama ni mtu ambaye ni tofauti, sio binadamu. Bwana asifiwe. Amen. There are things you'll go through. Na wachawi waje kwa boma yako hata usiku, lakini wataona kitu cha maajabu. Because you are anointed, you are commissioned, you are set aside, you are a man of God. There is a difference. There is a major difference between you and the common man. Bwana asifiwe. Angels surround you. Angels walk with you. There are heavenly battles that are taking place, but the angels are with you irrespective of the situation that you are going through. Hold on to your faith, man of God. Just hold on to it. Yusufu, miaka 2 ndani ya jela. Joseph, mtu ambaye alikuwa anatembea na Mungu, anaonyeshwa wazi kile ambacho kinatendeka miaka ijayo, mpaka hata ndugu zake wanakuja kumuinamia. But he had to go through a prison experience. 2 good years amefichwa huko ndani, haelewi kile ambacho kinaendelea. 2 good years kabla mfalme kuwa na shida na ndoto ambaye ilikuwa inamsumbua na kutafuta mtu ambaye ataweza kutafsiri ndoto hiyo, na ikawa ni Yusufu peke yake. Hold on to your faith, man of God. Don't be shaken. I know there are many challenges that face you. I have experienced them through my father, but I've also experienced them through my own life. I have gone through many difficulties. When you see me standing here unshaken, it's because of those challenges ambazo zimenipiga pande zote, pande hii na pande ile, until I've had to stand firm. Bwana asifiwe. These are things that are extremely possible in your life if you only hold on to your faith. I looked at my wife the other day and I blessed the name of the Lord. Mimi nikiwa kijana, my wife became paralyzed from her waist downwards. And I was told, this is it. Mambo yako yameisha. In fact, there is one gentleman alinifuata, akaniambia, the best you can do, kwa sababu uko na watoto wadogo sana, ni utafute bibi mwingine. Nikamwambia, you've never known the kind of faith that I have. When you see my wife walking as it is nowadays, I know who has done it. It is the 4th man. It is the 4th man. It is the 4th man. Irrespective of what I had to go through, God intervened. It is a story that I will give you some other time. But I saw my second-born son graduating, Brian, from university. Na ule wakati my wife was paralyzed, alikuwa kama miaka 3. Nikasema, Mungu ambaye ninamwabudu ni Mungu aliye hai, who is unshaken by the things that man has to go through. I just want to encourage you, man of God, to hold on to your faith. I don't know what you may be going through as it is today. What you could be carrying as a baggage, something that is heavy and a burden on you. You may have come with it from the church where you are serving. But I want to encourage you this morning, it is well. It is well. It is well. Irrespective of the situation that you are facing, it is well. Bwana asifiwe. Hold on to your faith. Hold on to your faith. Don't be shaken by the things that surround you. Iwe ni pesa, isiwe ni pesa, iwe ni ugonjwa, isiwe ni ugonjwa, iwe ni chochote kile ambacho kitatufuata. Hold on to your faith. Because the God that we serve is a mighty God. He's a God who is undefeated. He's a God who, once he makes a decision concerning a particular issue, it will come to pass. Bwana asifiwe. Apostle is a good testimony here.
mtu ambaye alianza in very humble beginnings. Yani hata ukiangalia na today we are celebrating 14 years, we have seen where they began, the situation that they faced at that particular time. Na leo tuko hapa kusherekea na yeye, mtu ambaye amekuwa tajiri kuliko wote kati ya wote ambao mama yake aliwazaa. He is the only one who is lifted so highly. Tell me if it is not the fourth man. Tell me if it is not God who has done this. Bwana asifiwe. It is the power of hope. Nataka nimalize na Ayub 14:9. The power of hope. Job chapter 14 verse 9. My sister, just one more time. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka. Ndio. Na kutoa matawi kama mche. Yeah. Yani, endelea. Lakini mwanadamu hufa. Huifariki dunia. Naam, mwanadamu hutoa roho. Naye yupo wapi? Kama vile maji kupwa katika bahari na mto kupunguka na kukatika. Ni hivyo mwanadamu hulala chini asiinuke, hata wakati wa mbingu kutokuwako tena, hawataamka wala hawakuamshwa usingizini. Laiti ungenificha kuzimuni, ukanilinda kwa siri, hata ghadhabu zako zitakapopita, na kuniandikia muda ulioamriwa na kunikumbuka. Mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Unasikia? Mimi ningengoja siku zote za vita vyangu, hata kufunguliwa kwangu kunifikirie. Wachi hapo. Mtu akifa, je, hatakuwa hai tena? Yani Ayubu anasema namna hii, kama vile mti umekatwa ukakauka, mizizi yake ikaanza kukauka, lakini ukaanza kusikia kaharufu tu ka maji. Inaanza kusikia kaharufu ya nini? Ya maji. Huchipuka. Bwana asifiwe. Mti hufanya nini? Huchipuka tena. It becomes alive one more time. That is what hope does. It makes you to stay alive. Even if you die, you live. Bwana asifiwe. You live. Even if you die, you live. Bwana asifiwe. You live. That situation that is making you feel as if you are dead, you will live. Hope gives you a better tomorrow. Hope gives you a better tomorrow. Yani shika imani tu kwamba itawezekana. Mimi nakumbuka nikiwa kijana nimeenda huko ng'ambo, nikawa nazunguka. I was a fairly young man, 21 years. Nazunguka nakuta kila mahali ni lami, ni simiti, ni kila kitu. You know, hata mvua ikinyesha hausikia harufu ya mvua. Unajua mvua iko na harufu hapa Afrika. Wakati inamwagika katika mchanga inakuwa na kaharufu kingine. Are you getting me? Kale kaharufu tu. Mti ambao umekatwa na ukakauka, usikie tu kale kaharufu. It wakes up again. It becomes alive. Bwana asifiwe. And it lives one more time. Hold on to your faith. Men of God, hold on to your faith. It is well. You don't have to worry at all. It is well. With Christ in you, you will make it. I bring a message of hope to you. A big message of hope to you. Irrespective of that particular situation. It will be well with you, man of God. It will be well with your family. It will be well with your children. Irrespective of whether your children have gone haywire, it doesn't matter. You are anointed of the Lord. I'm a testimony of a child of a man of God. It will be well with your children. It will be well with your children. It will be well with your pocket. It will be well with your wife, your spouse, your entire family. It will be well with your ministry. Take hope. Take hope. Take hope. Take hope. Feel the scent of the Holy Spirit. Take hope. Feel the scent of the word of God. Take hope. It will be well with you. Bwana asifiwe. That is the message I felt in my heart, that I should come and minister to you on. Take hope, because it will be well.
irrespective of that situation. Mwenyezi Mungu alio hai awabariki sana. I want to pray for you. Lord, I have delivered your message as you gave it to me. And you did tell me to bring it forth as it is, undiluted, heavy as it is, that you will be able to break it down for your own. Those you have commissioned, those you have anointed, those you have raised as your servants, dear Lord. People who are seen at the mountain top. Everybody can see them, dear Lord. Sometimes they go through difficulties that are overwhelming. It's like the waters want to drown them, dear Lord. It's like the fire wants to finish them, dear King of Glory. Burn them up. But there is hope in you, dear everlasting Lord. We feel the scent, dear Master, of hope, just like a dry tree cut, downtrodden, dry, dear King of Glory. Roots have nearly died. But at the scent of your word, dear Lord, there is new hope. Give your people new hope this afternoon, that their ministry will flourish, dear Master. That particular person who is sick, even in the family, and they are being looked down upon because of it, dear Lord. You are God who healeth us. It's your word. Not who healed or who will heal. It is in continuous tense. You are God who healeth us, dear Master. It is in continuous tense. You walked on the face of this earth, Jesus, and you spoke your word of healing. And those who are sick were made whole, completely whole. If it be your will, make them whole. Whoever is standing here as a man of God, dear Lord, representing a particular sickness, I want to speak to it. That, dear Lord, you may touch every cell of the body of the family member, from the crown of his or her head to the sole of his or her feet, in accordance with your word. You have proven it to me, dear Lord. I have seen you walk with me and bring healing upon my family members, dear Lord. Bring that healing. But even if there is no healing, we will still trust in you. We will still have hope in you. That situation will not overwhelm us. So speak hope to your people, dear Lord, in that particular situation, that they may know you are a God who is undefeated. In Jesus' name we pray.